Tafuta niambie mtu mmoja kitu siku ya leo ambacho unaweza kuwa hujui. Huenda Yesu hakutufia msalabani ili tujaze vitunga vya makanisa sadaka. Yesu hakutukufia msalabani ili tujaze mifuko zetu sadaka. Hapana. Yesu alitukufia msalabani ili kana kwamba mimi na wewe ama na yule tuokolewe. Ndio spesialite ya Yesu tu yote ile. Spesialite ya Yesu haiko juu alikukufa kwa msalaba juu tuwajaze masadaka. Toa. Unakutana ndani ya kanisa vitunga kama milioni. Haiko ndio spesialite ya Yesu. Spesialite ya Yesu alikufa kwa msalaba ili mimi na wewe tuokolewe. Basi ndo sel bit ama ndo kitu kimoja ambacho yeye kilituma atoke wapi? Atoke mbinguni ashuke. Haikukuwa juu ya sadaka yako, haikukuwa juu ujaze mfuko wako. Kwa wale wapasta ambao wanafanya hizo vitu saizi, wanafanya kanisa kama vile inakuwa asbel, inakuwa kama vile mfumo fulani ambao wanafanya ili mradi wapokonye hela ama wapokonye mali za wenyewe. Kitu kimoja tu ambacho najua ni kuanzia mwanzo ya Bible hadi mwisho ya Bible ni kana kwamba Mungu alikufa kwa ajili yetu. Mungu alikufa kwa msalaba kwa ajili mimi na watu kule mwisho pale. Na kwa yule ambaye atamkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, atafanya nini? Atapata naye wokovu. Atapata naye wokovu. Usimwamini tu kwa maneno, lakini muamini kwa matendo, ndio wokovu unakuja. Ndio maana Bible inatuambia imani huja kwa kusikia. Imani huja kwa kusikia. Wamba unafuata video hii, acha Mungu akubariki. Kuja kwa Yesu. Inawezekana ulienda ndani ya kanisa ambayo walikuwa wanakuambia toa, ukakata tamaa, sababu uliingia ndani ya kanisa ambao wanaweka sana matoleo mbele kuliko kuweka sana njia ya kweli. Njia ya kweli ni Yesu. Usiko mtu atakudanganya, ndugu yangu. Usiko mtu atakudanganya toa njoo utaenda mbinguni. Hapana. Toa sana njoo utafaa hivi. Hapana. Lakini kitu moja mimi najua ni dunia iko na sheria zake, ama Mungu ameweka sheria kana kwamba kusema nini? Toa utabarikiwa. Ukitoa utabarikiwa. Hata na mtu ambaye, kwa sababu Biblia inasema ananyesha mvua kwa uzuri na mabaya. Hata mtu yeyote akitoa atabarikiwa tu. Lakini kwenda mbinguni ni kitu kingine. Usipomkubali na kutembelea sheria zake, ndugu yangu, huwezi ukaenda mbinguni. Sasa makanisa zingi sana wanatuima kutufunza nini njo njia ya kwenda mbinguni, lakini wanatuonesha sana sadaka. Sadaka haiwezi kukupeleka mbinguni, ndugu yangu. Lakini ni kumkubali Bwana kuwa mwokozi wa maisha yako ndio inaweza kukuvusha hiyo ngambo. Lakini isipokuwa hiyo, my friend, usidanganyike. Ni kweli utatoa sadaka, ni kweli utatoa instrument kanisani, ni kweli, lakini pasipo hiyo kitu ambayo nimekueleza sasa hivi, ndugu yangu, hauvuki. Amini Bwana kuwa mwokozi wa maisha yako, basi na utembelee sheria zake. Uogope dhambi, uogope kitu chochote ambacho kinaitwa mkeo wenyewe, uogope kitu chochote ambacho kinaitwa dhambi. My friend, mbinguni utaona. Na basi share video hii kwa watu wengine ipate kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na Mwokozi wa hai. Mimi naitwa Jonathan, niko mwinjilisti mdogo sana. Napenda sana Bwana, nimeokoka Bwana.